Ndoa haikutengenezwa na wanadamu. Ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo kama ni mpango wa Mungu, then you must go back to him, the author of marriage. Learn from him. Matatizo yetu yanaanza tunapoacha kuwa Wakristo na kutaka kuwa na saikolojia. When we stop being Christians and start being psychologists, that's when we start failing. Unajua, kwa hali ya kawaida haikutakiwa kwa hivi. No, kwa hali ya kawaida ndio haikutakiwa kwa hivi, na kwa hali ya neno saikolojia itumike kama inatakiwa. Lakini sisi sio waamini wa saikolojia, sisi ni waamini wa neno la Mungu. Let's go to the word, tuangalie neno lilichokisema, kwa sababu neno lina promise, neno lina ahadi, neno lina ahadi. Kila mahali Mungu alipokuambia maelekezo ya kufanya, hata kama ni magumu na machungu kiasi gani, yana ahadi yake. Humvumilie huyo mtu kwa sababu tumemvumilia. No, vumilia by the scripture. Hakika kwenye kuvumilia kwako kuna andiko la kuvumilia, kwa sababu ndo lina ahadi. Mumeo hana ahadi. Ni ahadi za Mungu tu ndio na amina, sio ahadi za Joni. Joni anakuahidi kulingana na hali yake ya hewa. Siku hela haipo, ahadi imekufa. Lakini Jehova ahadi zake ni ndio na amina. So usitafute ahadi kutoka kwa Peter, tafuta ahadi kutoka kwa Bwana. Amen. Makosa tuliyoyafanya maisha yetu yote ni kwamba tumewekeaga watu matumaini. Ndio maana we have faced a lot of disappointments. Kukaa au kuondoka kwenye ndoa, it's not about love anymore, it's about decision. Kuna wakati kwenye maisha yako uaminifu wa kubaki kwenye kiapo has to exceed the love you have for a man, mpaka upendo utakapoondoka kuwa hisia na kuwa kitu cha wewe kuishi kila siku. Mwanaume yote mwenye kiburi cha kumwacha mke, anamwacha mke ambaye anajua kabisa huyu nikimwacha atateseka. Lakini mwanaume yote ambaye anajua huyu nikimwacha ndio kwanza anaanza kufungua kampuni nyingine, haachi. Wanaume si wajinga hivyo. Kwa njia nyepesi ya kutoachika, kisha na komaa na shughuli zako. Na ndio maana wanawake lazima mjifunze kuwa na hela zenu wenyewe. Kwa sababu kuna vitu vingine unavyoenda kupiga pia kelele kwenye masikio ya mtu, hata kuchosha tu. You must learn to work for yourself. Madhara ya kutegemea kila kitu, unatengeneza vita zisizo za lazima. Argument nyingi za ndoa ni hela. Every woman, you must have a certain account somewhere kwako, kwa sababu unajua kuna saa mume wako anataka majibu kutoka kwako. Hili ndilo wanaume tunatakiwa tufanye. Jifunze kuwa wazi kwa mkeo, kwa sababu kuna arguments nyingine mwanaume hatumsikilizi kabisa. Maanake kuna maeneo mengine wewe huwezi kujitetea, huwezi kuongea. Akiongea mkeo amefunga mjadala, lakini hawezi kuongea mkeo kwenye information ambayo haijui. Mke wako hawezi kukusaidia kama hujui kuwa wazi, lakini mume wako huwezi kumsaidia kama wewe huna kifua. Wadada wanapenda sana wanaume wawe wawazi. Angekuwa tu mwasi kwangu mimi ningemuelewa, lakini vifua wakati mume wako anakuwa muwazi unacho. Kama unajua kifua chako chepesi, mwambie tu baba, kaa nalo, nyamaza nalo, mimi nitasimama tu nawe. Na yenyewe pia ni tiba. Moyo wako lazima uwe wa chuma, senseless, emotionless, feelingless. Usije ukamweka